Shalom, shalom. Wakati mwingine tumepata neema ya kujifunza neno la Mungu, chakula cha roho. Leo tunaenda kujifunza kutoka katika kitabu cha Injili ya Luka Mtakatifu, sura ya 23, kuanzia mstari wa 27 mpaka wa 31. Katika kitabu hicho tunapata kisa cha Yesu Kristo akiwa na kundi la makutano. Wakati amejitosha msalaba anaenda kusulubiwa, tunaona wanawake wakimlilia kama ambavyo neno linasema. Lakini Yesu anawajibu si katika namna ya kawaida, anawajibu akiwa katika namna ya msisitizo mkubwa. Neno linasema mkutano mkubwa wa watu wakamfuata na wanawake waliokuwa wakijipiga vifua na kumombolezea. Yesu akawageukia akasema, enyi binti za Yerusalemu, msinililie mimi, bali jililieni nafsi zenu na watoto wenu. Kwa maana tazama, siku zitakuja watakaposema, heri waliotasa na matumbo yasiyozaa na maziwa yasiyonyonyesha, ndipo watakapoanza kuiambia milima tuangukie na vilima tufunike. Kwa kuwa kama wakitenda mambo haya katika mti mbichi, itakuwaje katika mti mkavu? Ewe mtu wa Mungu, naomba unisikie kwa neema ya Mungu na msaada wa Roho Mtakatifu, upate hekima ya Mungu katika utimilifu wake. Yesu anawalilia makutano. Kwa maana gani? Makutano wanamlilia yeye na kujipiga vifua. Kwa maana kwamba wanasikitishwa na kitendo cha Yesu kusulubiwa. Wanasikitishwa na kitendo cha Yesu kutushwa msalaba. Wanalia kiasi kwamba wanatamani hata wamuokoe na wamuondoe katika ile hali. Yesu anaumia na analia, anasikitika. Kwa nini? Hawa makutano hawaelewi. Maana mimi kabla sijaja ulimwenguni iliandikwa, nitazaliwa na bikira, nitateswa, nitakufa, nitazikwa, nitafufuka. Yote hayo kwa ajili ya ukombozi wao. Lakini bado hawajasimama katika andiko la Mungu, katika vinywa vya manabii vimesema nini kunihusu. Ninachokiishi ndicho kilichonifanya nije duniani, lakini kulia kwao kunataka kunizuia mimi nisiishi hichi ambacho Mungu amenileta nikiishi. Na katika kuishi hichi ambacho Mungu amenileta nikiishi, kwa hakika wao ndo wanakuwa salama kwa sababu wanapata ukombozi. Lakini hawajaelewa. Sasa hili jambo linatokana na nini? Kwa sababu kubwa moja, shetani ameteka nafsi zao. Nafsi nini? Maana mfumo wa ufahamu ambao unaunganisha taarifa katika ulimwengu wa roho na ulimwengu wa mwili na kuzijengea maarifa ambayo yanatengeneza msimamo wa mtu kuishi na kuelekea katika kusudi la Mungu. Umeshikwa na shetani kiasi kwamba ambacho hawawezi kuona Mungu anasema nini, majira ya Mungu kwa wakati wao yanasema nini. Kiasi ambacho wanafika hatua wanaanza kupinga msaada wa Mungu kwa ajili ya wokovu wao, kwa kuamini wanasaidia mapenzi ya Mungu, kumbe wanapingana nayo. Lakini Yesu anasema, enyi wanawake, jililieni nafsi zenu. Kwa nini wanawake wajililie nafsi zao? Kwa sababu mwanamke ndiye amepewa kusudi la kulea familia. Mwanamke ndiye anayeandaa mwanadamu ambaye anakuja kuwa na mazingira ya kumpendeza Mungu, ya kumkaribisha Mungu na Mungu kudhihirika katika maisha yake. Kwa hiyo mwanamke nafsi yake ikitekwa, manake jamii nzima imetekwa. Familia nzima imetekwa. Hakuna uwezekano wa urahisi wa watu kuishi katika njia ya Mungu. Kwa hiyo nafsi ya mtu ikitekwa, manake fikra zake zinakuwa hazielewi anachokisema Mungu, hazielewi anachokusudia Mungu, jambo ambalo linasababisha ajikute katika hali ya umateka isiyokuwa na kikomo. Kwa sababu gani? Mungu anapomletea msaada ili kumtoa katika mateka, yeye anapingana na Mungu kwa kuamini anafanya vitu sahihi, kumbe yeye anafanya vitu kwa hisia, lakini hafanyi vitu kwa ufahamu na uelewa. Katika ulimwengu tunaoishi ni ulimwengu ambao mambo yanaenda kwa maarifa. Ndio maana usipokuwa na maarifa, Mungu mwenyewe kwa neno lake anasema unaangamia. Sasa kitu gani tunapaswa kuelewa? Kitu tunapaswa kuelewa ni kwamba Yesu alikuja ulimwenguni kumuokoa mwanadamu na dhambi zake. Alikuja ili ulimwengu uokolewe. Ulimwengu ni mfumo ambao unaendesha maisha ya mwanadamu katika namna ambayo iko kinyume na Mungu alivyomuumbia mwanadamu. Sasa Yesu alikuja kwa ajili ya lengo kubwa moja. Kitu cha kwanza, kurejesha mahusiano ya mwanadamu na Mungu, ambao hayo mahusiano ya mwanadamu na Mungu yatahakikisha ulimwengu wa namna ya Mungu unapata nafasi kwenye maisha ya mwanadamu. Ulimwengu ukipata nafasi kwenye maisha ya mwanadamu, maisha ya mwanadamu yanapata thamani.
kile alichokusudia Mungu anapomuumba huyu mwanadamu kinapata nafasi katika maisha yake, na huyu mwanadamu anageuka kuwa suluhisho la changamoto kwenye maisha ya watu wanaomzunguka, sio kikwazo wala sio sababu ya wengine kuumia. Kwa hiyo mwanadamu uelewe jambo moja: Yesu Kristo Mwokozi wa ulimwengu alikuja duniani ili mimi na wewe tuwe huru, na huo huru unapatikana katika mahusiano ya mimi na Mungu, au wewe na Mungu wa mbinguni aliye hai. Kwa maana yeye anatupa haki sisi ya kuwa wana wa Mungu. Kivipi? Kwa maana anapokuwa anasulubiwa, anapokuwa anakufa msalabani akiwa hana dhambi, manake namna ile ya maisha anayoyapitia hayamstahili mtu wa namna yake, anachagua kuyapitia ili kule kustahili kwetu sisi kuyapitia yale akubebe yeye. Na katika hilo tunapata haki ya kuwa wana wa Mungu kwa kutakaswa na damu yake. Manake damu yake inatununulia sisi haki ya kuwa wana wa Mungu. Endapo tu shetani anajiinua na kupinga mbele za Mungu kwamba hawa wana nilikabidhiwa na Adamu alipokukataa wewe na kunikubali mimi, basi Yesu anainuka anasema hapana, mimi nimewarejesha na wamenikubali niwe Adamu wao wa pili na wa mwisho. Kwa hiyo ndo kazi kubwa ya Yesu. Lakini tusipoelewa kazi ya Yesu, kinachotokea ni nini? Tutajipiga vifua na tutashinda tunamuombolezea Yesu kitu ambacho sicho. Tunatakiwa tumpongeze na tushukuru kitendo cha yeye kufa msalabani, kwa sababu bila yeye kufa msalabani hakuna tumaini, hakuna namna ya kurejea kwa Mungu. Kwa hiyo tunapokuwa hatuelewi nini kinachotupasa kwa majira yetu, madhara yake ni haya. Kama wanawake wa Yerusalemu wanalia, wanajipiga vifua, maana yake wanamuombolezea Yesu. Kumuombolezea Yesu ni kitu kibaya? Sio kibaya, ila sio kitu sahihi. Kwa wakati ule walitakiwa washangilie na wafahamu kwa nini Yesu amesulubiwa. Kwa sababu moja, Yesu amesulubiwa ili kuwaponya wanadamu waishi maisha ya kumpendeza Mungu. Na jambo moja, wanadamu wasipoelewa kwa nini Yesu amesulubiwa, matokeo yake ni haya. Anatuambia hapa Yesu kwamba Yesu anasema kwamba ndipo kwa maana tazama siku, mstari wa 26 sura ya 23 mstari wa 29, kwa maana tazama siku zitakuja watakaposema heri waliotasa. Heri waliotasa maana yake waliotasa wamebarikiwa. Na matumbo yasiyozaa. Matumbo yasiyozaa maana yake wanawake wenye uwezo wa kuzaa lakini wamechagua kutokuzaa kwa sababu zao maalum. Wengine wanaweza kuwa wanatoa mimba, wengine wameamua tu wasizae hivyo kwa namna hiyo. Anatuambia tena na maziwa yasiyonyonyesha. Maziwa yasiyonyonyesha maana yake mtu anazaa mtoto anatelekeza, halei, mwingine anaua hivyo kwa namna hiyo. Maana yake kwa nini yanafanyika haya yote? Na wanadamu wanaona ni heri yanayofanyika haya kuliko hawa watu wangezaa au watoto wangezaliwa. Kwa sababu moja kubwa, watoto wanaozaliwa kwenye haya matumbo wanakuja kuwa mzigo wa dunia, hawaji kuwa msaada, hawaji kuitoa dunia kutoka kwenye hali ya ubaya na uharibifu na kuifanya iwe sehemu salama. Zaidi wanakuja kuongeza matatizo. Kwa nini wanaongeza matatizo? Kwa sababu lile kusudi la Mungu ambalo ameliweka ndani yao hawajalijua na hawana namna ya kusaidiwa kulijua. Kwa sababu mama ambaye anamlea huyu mtoto ili alijue kusudi, anamlilia Yesu wakati hajui kazi ya Yesu ni kumfanya yeye atoke kwenye uteka wa nafsi ili asaidie kizazi chake kimjue Mungu. Kwa sababu moja, Yusufu Alimathaya alibeba msalaba. Maana yake ni kwamba mwanaume kazi yake anabeba msalaba. Eneo la Yesu kama kichwa cha kanisa, maana yake mwanaume anakuwa kichwa cha familia. Mwanaume anaiunganisha familia na Mungu. Mwanamke anabeba majukumu ya familia kwa kuilea familia. Manake Yesu alichokifanya, akabeba msalaba, akajitwika msalaba wake na kuelekea Golgotha ili akasulubiwa kwa ajili ya kuikomboa familia nzima ya uzao wa mwanadamu, kuirudisha katika Mungu. Ndivyo ambavyo mwanaume anabeba msalaba ili kuikomboa familia yake, kuidirect kwenye mahusiano na Mungu. Manake agano la mahusiano na familia limebebwa na mwanaume. Agano la ulezi wa mtoto kumwelekea Mungu limebebwa na mwanamke. Hii ni kwa ufupi, mtu wa Mungu. Soma kwa namna yako na Mungu akusaidie kwa Roho Mtakatifu, tumjue Mungu, tuondokane na ile hali ya kulalamika na kuonekana kuwa hatuna masuluhisho kwa jamii zetu. Niamini, Mungu ameweka majibu ndani yako. Mungu ameweka majibu ndani yangu. Watu wanapopiga magoti kumlilia Mungu juu ya changamoto zao, hayo majibu yapo kwako. Ni lini utakaa nayo na utaamua kuyatoa kwa ajili ya watu wengine? Rudi kwa Yesu. Yesu akuunganisha na Mungu.
Mungu akupe Roho Mtakatifu kwa msaada wa Yesu Kristo, na kwa Roho Mtakatifu utende mambo makuu, kwa maana ndiye atupaye kushinda na zaidi ya kushinda.